Sasa kwa nini nazungumzia faida? Uendeshaji wa faida za uendeshaji wa SGR tunazijua hapa, hata tukianza kuulizana hapo unaweza kusimama. Tumepunguza masaa mengi sana. Watu wanaweza kaenda, kuna mtu mmoja, bosi wangu mmoja alikuwa ananiambia, yeye sasa hivi asafiri na usafiri mwingine tena. Anatoka hapa Dodoma, anaenda kufanya kikao Dar es Salaam, anamaliza saa 1, treni ya saa 1 anaingia, anarudi ana familia yake hapa nyumbani. Imetoa flexibility kubwa sana. Na hiyo ni faida moja hapo, watu wanakuwa na quality time. Badala ya kwamba ukisha safiri siku ya kwanza umemaliza muda wako wote. Kwa hiyo ni quality time, yani muda, watu wanapata muda wa kupumzika. Watu wanakuwa na nafuu kwamba anaingia kwenye gari ya kurudi, pengine anahitaji siku 2 kufanya shughuli moja. Sasa hivi masaa yale kwanza shughuli zingine anaweza kuzifanya wakati anasafiri. Lakini kupunguza masaa, nimezungumzia masaa ya kusafiri. Najua kwamba kuna wakati dada ya magari makubwa unaweza kutumia masaa 7. Lakini kwa mabasi kwenda mpaka masaa 9, 10. Nategemea na basi, wengine mpaka 12 huko njiani tu. Unapunguza mpaka masaa 3.5. Na ile ya mchongo ni masaa 3. That's transformation. Sio kitu, unajua ukitaka kujua ukubwa wa hii kitu. Kwa siku tunasafirisha takriban, inategemea na high peak watu 7,000. 6,000. Kwenye low peak. High peak tunaenda mpaka 10,000. Sasa hebu jaribu kupiga mahesabu kwamba katika masaa 10, tufanye average masaa 10. Tusende 12 extreme. Mtu ametumia masaa 3.5. Au average itakuwa masaa 3 na dakika 20. Tunazungumzia msemo masaa mangapi hapo? Masaa 7. Yapige kwa watu 10,000 au average ya watu 8,000. Those are productive. Yaani unajua ambao usiangalia katika ukaribu tu. Hizi ni productive hours ambao watu wanafanya productivity. Kwa sababu resources pekee ambao huwezi ukairudisha ni time. Unaweza kupoteza pesa 20,000 ukaitafuta. Time huitafuti, imekwenda hiyo. Na ukitaka kama hujui kama imekwenda, wewe jiangalie eji yako mwaka jana ulikuwaje, mwaka huu ulikuwaje. Hiyo ndio hivyo. Kama huwezi kurudisha ile kuliwind. Kwa time ni resources muhimu sana katika maendeleo ya nchi. Kwa sababu ndio resource pekee ambayo huwezi kuliseiko. Ikisha kwenda imekwenda. Na hiyo magnitude yake sasa unaweza tusione impact mwaka mmoja. Subiri miaka 5. Subiri miaka 10. Consistent tunafanya. Tuna sustain hii tulichokifanya sasa hivi kama taifa. Ile multiply effect ndani ya taifa utaiona, haitafichika. Quality life, watu kuimprove quality. Tutakapofika Mwanza, tufike Kigoma, maisha ya watu yatakuwa improve. Lakini vile vile tangia tuanze uendeshaji hatujaomba pesa serikalini kwamba mtusaidie kuendesha. Ruzuku na hivi karibuni tulikuwa tunazungumza na bodi yetu TRC, mambo ya kwamba tunapewa mshahara na serikali yataisha kuanzia budget yetu ya 2025-26. Hii ni vitu ambavyo ni significant kwetu kwa watu wa reli, kwa sababu reli hii tangia ianzie inapokea pesa tu serikalini. Lakini kuna kitu kingine ambacho ni muhimu sana. Ukiangalia sasa ukipita njiani kule, kuna maendeleo ya viwanda. Kwa mfano pale karibu Kwala pale wamejenga EPZ. Kama wanaita kwa lugha kongano, kongani la viwanda. Na lingine kuna wengine wametufuata tena wanajenga hapo karibu. Na ukiangalia factor kubwa wanachozungumzia ni reli. Kwa sababu kuna reli pale. Kwa maana mtu akishajenga pale Kwala, it's very easy kupeleka product zake Dar es Salaam yenyewe, kupeleka huku bara kwa maana ya Dodoma, Tabora, Singida, Kigoma, lakini kwenda nchi za wenzetu. Kwa sababu tunajenga reli ambayo ina crossover kwenda nchi za wenzetu. Upatikanaji wa ajira, kumekuwa na ajira kubwa tu wakati wa ujenzi. Nazungumzia zaidi ya watu, tulikuwa tuna watu zaidi
of course hizi za kwanza tumeshaanza, kilikuwa tumeajiri zaidi ya watu 30,172 walikuwa wanafanya. Hao ni direct, lakini ujue subcontractors ambao wanafanya kazi na wenyewe maajiri watu almost zaidi ya 150,000 watu wanafanya kazi wa Tanzania kwenye mradi. Lakini hata baada ya uendeshaji huu tumeajiri watu na ni muhimu tuajiri watu hao, ingawa wengine wanakuwa na mawazo tofauti kidogo kwamba sina kuaje kuna kopo na wafanyakazi hawa, lakini hiyo ni customer service. Sasa mtu mwingine anaweza kuwa na experience ya metro kipanda huwezi kuona kitu kama hicho, lakini treni za masafa marefu zinakuwa na good customer service, watu wanahudumiwa. Lakini vile ni sehemu ya ajira. Kuna swala la utunzaji wa mazingira. Treni yetu hii ni 100% haina kuchafuzi wa mazingira. Umeme tunaopata ni wa maji, wa gesi. Si kitu kikubwa kwa kwetu sisi, lakini kwa dunia inakoelekea ni kitu kikubwa sana. Kuna kusafisha mizigo, lakini pamoja na yote haya naangalia muda, niwaachie muda wa kutosha ili muweze kuniuliza maswali, si ndivyo? Najua kuna changamoto ambazo mmekuwa mkizisikia za hapa na pale. Mara treni imesimama, si ndivyo? Umeme umekatika. Lakini kitu kimoja ambacho nafikiri nimekuwa nikizungumza, Watanzania, hii ni system mpya tulio adapt. Kuna learning curve kokote, iwe hapa nchi yote ile. Kuna learning curve. Kuna mengine ambao maengineer wetu, vijana wetu wanajifunza. Sasa katika learning curve obvious kutakuwepo na hicho kinatokea, hiki kinatokea hiki. Cha msingi tunafanya nini? Tumejitayarisha vipi? Kulikuwa na swala la wakati mwingine nazungumzia TANESCO, umeme umekatika, lakini TANESCO umetokea mara 2 tu kwenye main grid. Ya kwanza kulikuwa na rada ambayo ilipiga mfumo wetu wa kutoa umeme kutoka Bwala Mwalimu Nyerere, ikaathiri main grid yote ya taifa. Na nyingine nafikiri itokea na haikuchukua muda mrefu sana kama nusu saa hivi. Lakini TANESCO mpaka sasa hivi wamekuwa imara sana kutupa umeme. Singependa kwamba mengine wanapelekewa TANESCO tu sitetee TANESCO, lakini ni muhimu kwamba sisi watumishi wa serikali tukawa honest, si ndivyo? Baada kwa una matatizo afu unajificha kwa mwenzako, hapana. Lakini kuna swala la watu wizi. Kulikuwa na wizi mkubwa sana, na tunashukuru sana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vifanya kazi kubwa sana. Na nafikiri kwa miezi takriban sasa tunaingia miezi 2 hamjasikia vurugu kama usimi wamekata wapi. Kwa ni vitu ambavyo kama nilivyosema, changamoto zitakuwepo katika jambo lolote lile. Muhimu mmejitayarisha vipi kukabiliana na hizo changamoto. Na sifikiri kwamba viongozi wakubwa wanapotokea hatupewi maelekezo. Tunapewa maelekezo. Tofauti pengine hata hawaendi kwenye media wakayazungumza, lakini tunapewa maelekezo. Na wanataka maelezo kwa kila jambo linapotokea. Wajue kwamba hili limetokeaje na mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba mnalipunguza lisitokee kabisa au mnalipunguza frequency zake. So long tu kwenye hizi systems zitakuwepo na nini changamoto. La mwisho nataka kuhitimisha, lakini kabla sijahitimisha kuna jambo moja ambalo nataka nizungumze. Kuna jambo ambalo ni very extreme. Na tunapolizungumza nafikiri kwa Watanzania wanaona kama jambo la kawaida tu. Swala la ujenzi wa reli ya kutoka Uvinza kwenda Msongati. Hilo ni swala la nchi mbili. Mara ya kwanza tuli experience miaka ya 70 kati ya baba wa taifa na Mzee Kaunda. Na wajenzi walikuwa wa China. Lakini kwa mara nyingine tena tuna experience kwamba marais wawili wanakubaliana kujenga reli ya kucross border. Na hiyo itaendelea mpaka DRC. Ni jambo moja kubwa sana katika taifa letu. Kwa sababu nchi lazima ifanye biashara. Uwekezaji, biashara. Hamna namna yoyote unaweza create value kwenye uchumi wa nchi bila kufanya biashara. Na mnapofanya biashara maana yake ni lazima mzungumzie cross border. Ni jambo moja kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais. Pamoja na mambo makubwa mengine yote aliyofanya. Hili jambo la kuunganisha nchi yetu na nchi zingine, kwa sababu tunazungumzia sio tu tunaunganishwa na Burundi. Tunazungumzia DRC.
Reli ya kuingia Kigoma ujue tuna uwezo kutoka Kigoma tukaenda Uvira. Uvira ni kilomita 100 kwenda Bukavu. Na kutoka Bukavu ni kilomita 101 kwenda Goma. Lakini vile kutoka Kigoma kwenda Kalemie, kutoka pale kwenda Lubumbashi, kuna reli pale ya kunini. Kwa maana yake tuna uhakika wa kufikia miji mikubwa mitatu. Unazungumza Lubumbashi, Bukavu na Goma. Ukiacha Kinshasa na Kisangani. Hiyo namna ambayo unaweza kufanya biashara katika taifa.